Wapendwa katika Kristo, karibuni tutafakari masomo matakatifu katika Dominika ya leo, tukiongozwa na dhamira hii: Roho Mtakatifu ni pumzi ya uzima wetu na nguvu ya kanisa. Leo Mama Kanisa anaadhimisha kwa furaha kubwa sherehe ya Pentekoste, yaani siku ambayo Roho Mtakatifu aliwashukia mitume na kulizindua kanisa rasmi kwa ulimwengu. Neno Pentekoste linatokana na lugha ya Kigiriki likimaanisha 50. Leo ni siku ya 50 tangu ufufuko wa Kristo. Hivyo Pentekoste ni kilele cha kipindi cha Pasaka na mwanzo wa utume wa kanisa ulimwenguni. Katika siku hii takatifu sana, tunatafakari zawadi kubwa ambayo Yesu aliwaahidia wanafunzi wake, yaani Roho Mtakatifu. Kabla ya Pentekoste, mitume walikuwa wamejifungia ndani kwa hofu, mashaka na kukata tamaa. Lakini baada ya kumpokea Roho Mtakatifu walibadilika kabisa. Wale waliokuwa waoga wakawa mashahidi jasiri. Waliokuwa wamejificha wakaanza kuhubiri hadharani. Waliokuwa dhaifu wakajazwa nguvu mpya. Hii ndiyo kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini. Mtakatifu Agustino wa Hippo anasema, Roho Mtakatifu ni upendo unaounganisha Baba na Mwana. Hivyo anapoingia ndani yetu, anatuunganisha na Baba na Mwana na kutufanya tuishi maisha mapya ya neema na upendo. Wapendwa katika Kristo, katika somo la kwanza tulilosikia kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume, tumesikia jinsi Roho Mtakatifu alivyowashukia mitume siku ya Pentekoste. Pentekoste ilikuwa ni kati ya sikukuu kubwa za hija kwa Waisraeli. Yaani ilikuwa Pasaka, Pentekoste yenyewe na sikukuu ya vibanda. Pentekoste iliitwa pia sikukuu ya majuma. Katika sikukuu ya Pentekoste, Wayahudi walisherekea mambo mawili. Mosi, sikukuu ya mavuno. Mungu aliwaamuru wana wa Israeli pale watakapochuma zao la kwanza kutoka katika mazao yao, yaani mganda wa kwanza, malimbuko, wamtolee Mungu sadaka ili mazao yao yapate kubarikiwa. Na baada ya majuma 7, siku ya 50, wafanye sherehe ya mavuno, sherehe ya kumshukuru Mungu kwa kile alichowajalia. Katika Pentekoste ya Agano Jipya, baada ya siku 50, baada ya zao la kwanza kutoka wafu kufufuka, tunafanya sherehe ya mavuno ya Wakristo wa kwanza, waamini wa kwanza waliobatizwa siku ya Pentekoste. Na sasa leo hii tunafanya, baada ya siku 50, tunamshukuru Mungu baada ya sherehe ya mavuno ya kupata Wakristo wa kwanza katika ubatizo, ile siku ya Vigilia ya Pasaka. Jambo la pili walilosherekea Wayahudi siku ya Pentekoste ilikuwa ni sikukuu ya kupewa kwa amri 10 za Mungu, ambazo kwao ilikuwa ndio mwongozo wa kuishi agano walilofanya na Mungu. Kabla ya kupewa amri 10 za Mungu, Mungu aliwaahidia wana wa Israeli kwamba watafanywa kuwa ufalme wa makuhani na taifa takatifu kama watazishika amri zake. Kitabu cha Kutoka sura ya 19 aya 6. Katika Agano Jipya na Pentekoste ya Agano Jipya tunafanya sherehe si ya amri 10 za Mungu, sikukuu ya amri 10 za Mungu, bali tunafanya sikukuu ya kupewa Roho Mtakatifu ambaye kwetu ndiyo mwongozo, ndiyo sheria yetu. Kama wale wana wa Israeli walipofanya kumbukumbu ya kupewa amri 10 za Mungu, na ikawa ndiyo mwanzo rasmi wa taifa lao takatifu, na sisi leo tunafanya sherehe ya mwanzo wa kanisa,
mwanzo wa taifa takatifu la Mungu. Katika Pentekoste ya Wayahudi walipokuwa wanasherekea kupewa kwa amri 10 za Mungu na kukumbuka lile agano walilofanya na Mungu, wanakumbuka pia tokeo la Bwana katika mlima Sinai, jinsi Mungu alivyowatokea kuonyesha kwamba yupo pamoja nao. Mungu alishuka katika moto. Tunasoma kumbukumbu kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 19 aya ya 18. Na sisi katika Pentekoste ya Agano Jipya tunafanya sherehe ya kushuka kwa Mungu katika moto, kama tulivyosikia katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Ndugu zangu katika Kristo, Mtakatifu Yohane Krizosto anatusaidia kutafakari juu ya Pentekoste ya Agano Jipya. Tunapofanya sherehe ya kupewa amri ya rohoni, yaani Roho Mtakatifu, anasema mitume baada ya kumpokea Roho Mtakatifu kutoka chumba cha juu pale orofani, walishuka wakiwa wamembeba Roho, si mbao mbili alizokuwa amebeba Musa. Sasa wanashuka wakiwa wamembeba Roho Mtakatifu. Ndugu zangu katika Kristo, Roho Mtakatifu anawashukia mitume siku ya Pentekoste ili kuanzisha utawala mpya wa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuwa pumzi ya uzima katika kuishi agano na Mungu na nguvu ya taifa jipya, yaani kanisa. Katika somo la Injili, mwinjili Yohane anatuonyesha jinsi Kristo alivyowatokea mitume wake siku ile ya ufufuko wake na alivyowavuvia Roho Mtakatifu. Mwinjili anatuonyesha mambo mawili ambayo yanadokeza uumbaji mpya, kufanywa upya, uzima mpya. Anasema Yesu aliwatokea mitume wake siku ya kwanza ya juma, na pili anasema aliwapulizia Roho Mtakatifu. Mtakatifu Yustino Shahidi anasema siku ya kwanza ya juma ni siku ya jua, siku ya mwangaza, kama ile siku ya kwanza ambapo Mungu alitenganisha giza na nuru. Ndicho Kristo anachofanya, anatenganisha giza na nuru siku ya kwanza ya juma, uzima na mauti. Na anapowatokea mitume, anaendelea kuwaumba upya, kufanya uumbaji mpya kwa kutenganisha giza na nuru, hofu na amani. Anawaambia amani iwe kwenu. Huu ni uumbaji mpya siku ya kwanza ya juma. Pili, kuwavuvia Roho Mtakatifu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ya 7, Mungu alipulizia pumzi yake, mwanadamu akafanyika, akawa hai. Kristo anafanya pia kuwaumba mitume upya kwa kuwapulizia pumzi ya Roho Mtakatifu, nao wanafanyika upya. Hofu inatoka, giza linatoka katika maisha yao, wanakuwa wapya. Ndugu zangu, Kristo anawavuvia Roho Mtakatifu mitume na kuwapulizia pumzi ya uzima na kuwatuma kama wamisionari, ili kwa pumzi ile ile walioipokea siku ya kwanza ya juma ya ufufuko wake wawe wamisionari, wawe mitume wa kuwaondolea watu giza na utumwa wa dhambi. Anawaambia wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa. Ndio utume ambao wanakabidhiwa. Katika somo la pili, Mtume Paulo anatuonyesha lengo la utendaji wa Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini na karama zake katika jamii ya waamini. Roho Mtakatifu hukaa na kutenda kazi ndani yetu ili tuweze kumshuhudia Kristo na kumwamini Kristo kuwa ni Bwana, na kwa kuamini tupate uzima wa milele. Mkristo anayemwamini Kristo kwa maneno na matendo, na jumuiya inayomwamini Kristo
kwa maneno na matendo. Itatumia karama ambazo imejaliwa kwa ajili ya kufaidiana. Tukitumia karama ambazo tumejaliwa kwa ajili ya kufaidiana, tutamtukuza yule ambaye ametujalia karama hizo, na tutasaidia kuleta uzima katika jumuiya tunazoishi, na kanisa litaendelea kupata nguvu, kwa sababu kila mmoja anatumia kile alichojaliwa kwa kufaidiana. Wapendwa katika Kristo, Roho Mtakatifu ni pumzi ya uzima wetu na nguvu ya kanisa, kwa sababu yeye pekee ndiye sababu ya uzima na nguvu yetu tulionayo. Mafanikio yetu na uzima tulionao unatoka kwake. Roho Mtakatifu daima hufanya kazi katika dhamiri zetu, katika sakramenti tunazopokea, katika maadhimisho ya kiliturujia na katika utendaji wote wa kanisa. Katika adhimisho la leo, ndugu zangu katika Kristo, tujifunze yafuatayo kutoka kwa Roho Mtakatifu aliye pumzi ya uzima na nguvu ya kanisa. Mosi, tuishi Ukristo wetu pasipo woga, kwa maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ametupa roho ya uzima. Mara nyingi tunashindwa kuonyesha karama zetu na kumshuhudia Kristo hadharani kwa sababu tunaruhusu roho ya woga iongoze maisha yetu badala ya roho ya uzima. Tunashindwa kuishi maisha ya uadilifu, ambapo uadilifu maana yake ni kuwa mwema katika nyanja zote. Leo sisi ni Wakristo sehemu fulani fulani, Wakristo kanisani tu, si mtaani. Ni wanandoa nyumbani tu, si mtaani tutakapokutana na wengine. Ni waseminari seminarini tu, si mtaani. Ni mashemasi seminarini tu, si mtaani. Tunashindwa kuonyesha Ukristo wetu hadharani kwa sababu tumekosa huo uadilifu. Wengi tunashindwa kumshuhudia Kristo hadharani. Niko mgawani kwa sababu ya hofu, nimeruhusu roho ya woga iongoze maisha yangu. Ninaona haya kupiga ishara ya msalaba. Leo niko hadharani kati ya Waislamu au wapagani. Nikisalimiwa na mwenzangu tumsifu Yesu Kristo, ninaona haya kuitikia. Ananiambia tumsifu Yesu Kristo, namwambia safi. Ni kwa sababu sijataka kumdhihirisha Kristo aishi ndani yangu. Pili, tuishi maisha yanayoleta uzima. Roho Mtakatifu tuliyempokea ni roho wa uzima na nguvu ndani yetu. Mapadre, maaskofu kwa daraja takatifu wanaendelea kuleta uzima kwa waamini na kufukuza giza na dhambi ndani yao kwa sakramenti ambazo wanaadhimisha. Kwa sakramenti ya upatanisho wanawasaidia waamini kuleta uzima na kuendelea kuishi ofisi tatu za Kristo: kutakasa, kutawala na kutakatifuza. Kwa wabatizo wengine tunaalikwa pia tuendelee kuishi maisha yanayoleta uzima katika maisha yetu. Tusiishi kana kwamba hatujawahi kumsikia Roho Mtakatifu. Wengi tunaishi maisha yasiyo ya uzima, maisha ya kupambana na uovu kwa njia ovu, kupambana na shetani kwa njia za kishetani. Unaweza kukuta mtoto kaiba mboga, anachoma mkono. Roho za kisasi, roho za kusingiziana mabaya, roho za kumwibia na kuibia, roho ya kumdanganya na kudanganya, roho ya kuua
anayeua, roho ya kusaliti anayekusaliti. Haya si maisha yaletayo uzima, bali ni kuishi kana kwamba hatujawahi kumsikia Roho Mtakatifu. Tutende na kuzungumza lugha ya uzima, lugha inayounganisha kama lugha ambayo mitume waliongea. Tukubali kufundishwa na Roho Mtakatifu ili tujue namna sahihi ya kuleta uzima katika maisha yetu na jumuiya tunazoishi. 3, tujifunze sala na ibada kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye pumzi na mtendaji mkuu katika kila nyanja ya maisha yetu na utendaji wa kanisa. Pasipo Roho Mtakatifu, Mungu anaonekana yuko mbali na maisha yetu. Kristo ataonekana aliyepitwa na wakati. Injili ya Kristo inakuwa kama maneno yasiyo na maana yoyote. Kanisa litakuwa kama taasisi ya kiraia. Mamlaka ya kanisa yatakuwa kama utawala wa kiserikali, sio huduma. Utume wa kanisa utakuwa kama propaganda na siasa. Maadhimisho ya kiliturujia yatakuwa kama maigizo, na maisha ya Kikristo yatakuwa kama maadili ya kitumwa, na wito na masomo utakuwa kama mzigo. Pasipo Roho Mtakatifu, maisha yanakosa maana ya kimungu. Lazima daima tumuombe Roho Mtakatifu ili kila nyanja ya maisha yetu na utume wetu upuliziwe pumzi yake. Tujibidiishe kumjua, kumpenda na kumwomba Roho Mtakatifu ili kwa mapaji yake 7 tuishi vyema kwa kutazamia mambo ya mbinguni. Wapendwa katika Kristo, zaidi ya hayo matatu, sherehe ya Pentekoste ni sherehe ya waamini walei wote, ambapo kanisa linatambua mchango mkubwa na kalama walizojaliwa katika kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake wa Pentekoste kwa viongozi wa waamini walei aliyokutana nao tarehe 21 mwezi wa 5 2026 anasema, waamini walei wampe nafasi Roho Mtakatifu ili ayapyaishe maisha yao, na wawe wazi kwa Roho Mtakatifu ili wapokee nguvu ya kumshuhudia Kristo katika familia zao, katika kazi zao na jamii yao. Lakini Baba Mtakatifu alionya juu ya karama walizonazo zisitumike kwa manufaa binafsi, isije wenye karama fulani wakajiona ni bora zaidi kuliko wenye karama nyingine. Wapendwa katika Kristo, licha ya waamini walei kuwa na mchango mkubwa katika kanisa, na kanisa linatambua hilo, lakini kumekuwa na changamoto nyingi juu ya uelewa wa utendaji wa Roho Mtakatifu. Leo hii utasikia kuna watu wanadai kwamba mapadri hawana Roho Mtakatifu. Wengine wanasema wote hawana Roho Mtakatifu, wao ndio wana Roho Mtakatifu. Wengine wanasema baadhi yao wana Roho Mtakatifu, wengine hawana Roho Mtakatifu. Kuna mwingine akioko padri wa charismatic na asiye charismatic waenda kuungama kwa padri wa charismatic. Wanaamini huyu ndio ana Roho Mtakatifu, huyu mwingine hana. Tuna changamoto ya kushindwa kutofautisha matatizo ya afya na akili na kumilikiwa na pepo. Tumekuwa na changamoto ya kuwaadaa watu kwa kunena kwa lugha, kumbe ni udanganyifu. Tumekuwa na changamoto ya fujo kanisani na kufanya kanisani kama sehemu ya maburudisho. Tumekuwa na vikundi vya uamsho ambavyo kimsingi haviamshi ila vinafanya harakati kanisani. Kumekuwa na vikundi ambavyo
vinafanya kazi ambayo si yao, imewekwa rasmi kwa wale wenye daraja takatifu. Watu wanapaka kuta za kanisa mafuta ya krisma. Huku kote ni kushindwa kuelewa utendaji wa Roho Mtakatifu katika kanisa. Tunashindwa kutofautisha uingaji wa pepo na ushirikina, na bahati mbaya zaidi tunaofanya haya mambo yazidi kuendelea si waamini walei sana, ila ni kwa sababu ya wale ambao tunajua utendaji wa Roho Mtakatifu, tunaamua kufanya biashara na Roho Mtakatifu. Tunaamua kucheza na matatizo ya watu. Haya yote hayaleti uzima ndani ya kanisa. Kama wachungaji na wengine wachungaji wa baadaye, tutoe mafundisho sahihi juu ya utendaji wa Roho Mtakatifu ili kanisa liendelee kuwa moja na lenye nguvu, ili utume wa kanisa uendelee kupata maana na wenye nguvu. Wapendwa katika Kristo, tumuombe Mungu Baba ili daima Roho wake aendelee kutupa pumzi yake na nguvu katika maisha yetu.